Watanzania wanataka haki, na hii haki imeporwa kwa makusudi kabisa na watu wachache wanaojiita watawala. Tupo katika kipindi ambacho umma wa Watanzania hauna haki ya kuishi, hauna haki ya kugugumia maumivu pale ambapo unaumizwa kwa wazi kabisa. Hauna haki ya kutoa maoni, hauna haki ya kufanya maamuzi au kushiriki katika maamuzi, hauna haki ya kusema kwamba jambo fulani haliendi sawa, and above all, hauna haki ya kuwawajibisha wale uliowakasimisha madaraka. Tupo katika kipindi ambacho watawala wamegeuka kuwa arrogant kuliko kawaida. Hawawajibiki tena kwa umma hata kidogo. Tupo katika kipindi ambacho mtawala anaweza kutumia bilioni 9 kununua V8 na kuzisambaza kwa watu wanaowaita wagombea wa upinzani, huku umma wa Tanzania ukikosa vitanda mahospitalini, ukikosa paracetamol mahospitalini, huku umma wa Tanzania ukikosa bilioni 30 ya kuwapatia watoto bima ya afya. Tupo katika kipindi ambacho shule zina hali mbaya kuliko kawaida. Shule zenye wanafunzi milioni 15 hazina vitabu, hazina walimu, hazina madawati. Matundu ya vyoo tunategemea serikali ya Canada ije tuchimbie. Tupo katika kipindi ambacho watu wanaishi kwenye umaskini uliokithiri, wanaishi katika maisha ya tabu na mateso pasipo kuwa na viongozi wanaojali maisha yao. Katika kipindi ambacho umma wa Tanzania unateseka na umaskini, ndio viongozi wanatumia trilioni 1 kufanya maigizo ya uchaguzi. Ndio viongozi wanaongeza malipo ya wabunge wachache kutoka bilioni 80 mpaka bilioni 280. Tupo katika kipindi ambacho serikali haijali kabisa social contract. Tupo katika kipindi ambacho ukitoa maoni, ukidai uwajibikaji, ukiuliza kwa nini hakuna uwajibikaji, unatekwa, unauawa, unapotezwa, unapakaziwa kesi za uhaini, unapakaziwa kesi za ugaidi. Tuko katika kipindi ambacho watu hawajali kabisa kuhusu ustawi wetu kama umma, hawajali kabisa kuhusu binadamu wetu. Lakini mbaya zaidi, tupo katika kipindi ambacho umma ukijaribu kudai mabadiliko, watawala wanatoa jeshi na kulisambaza mtaani na kuinflict fear na kujaribu kupandikiza hofu na kujaribu kuonyesha mabavu, kutunisha misuli na kuwaambia umma kwamba nyie ni wapumbavu, hamwezi kutufanya chochote. Sisi ndio wamiliki wa nchi, tunaweza kuwafanya tunavyowataka, tunaweza tukasigina haki zetu tunavyotaka, na bado tukawatisha na kuhakikisha kwamba hamna uwezo wa kufanya chochote. Nadhani hizi ni fikra za kipumbavu kuliko kawaida kwa kiongozi kuziweka kwenye kichwa chake. Ni kiongozi mpumbavu pekee anayedhani anaweza kusigina haki za Watanzania kiasi hiki alafu akawatishia kwa kutumia majeshi, kwa kutumia jeshi la polisi. Ni kiongozi mpumbavu tu, ni kiongozi mpumbavu sana anayeweza kufanya hivi. Ipo hivi, unaweza kupandikiza hofu kweli kwa umma, lakini hofu ni temporary. Umma una threshold ya uvumilivu, una limit ya uvumilivu. Ukisha cross hiyo limit, my friend, you are done. Huo ndo uhalisia, you are done. Utasambaza jeshi kila mahali, utapiga watu na still watatoka kwa maelfu na maelfu na maelfu. Umma una threshold ya uvumilivu. Turudi tukasome historia ya South Africa. Walifanikiwa kumkamata Nelson Mandela na kumfunga magereza, sawa, kule Robben Island na wengine wote, lakini umma ulifikia threshold. They fought back. They fought back non-stop. They fought back non-stop. Utawaua na kuwaua na kuwaua na kuwaua kwa maelfu, but they will still fight because hawatakuwa na kitu cha kupoteza. Kama kuna jambo moja viongozi wetu wanapaswa kulielewa na kuwa nalo makini sana, ni pamoja na kukumbuka kwamba maskini hana cha kupoteza. Hana cha kupoteza. Ukishamfikisha maskini kwenye hii threshold, ukishamfikisha yule mtu anayekandamizwa kwenye hii threshold,
Ukisha cross your limit, my friend, there is no turning back. Hakuna kurudi nyuma. Hakuna mtu atakaa ndani na kujificha huku akiona watoto wake hawana uhakika wa kula. Hakuna mtu atakaa ndani na kujificha huku akijiona kabisa hana haki ya kuishi kama binadamu wengine. Hakuna mtu atakaa ndani na kujificha huku akiona wazi kabisa kwamba watoto wake hawana haki ya kusoma, hawana haki ya kukua na kuongezeka, hawana haki ya kuwa watu productive katika jamii. Hakuna watu watakaojificha ndani kwa muda mrefu huku wakijiona wazi kwamba hawana haki ya kutoa maoni, hawana haki ya kudai uwajibikaji, hawana haki ya kuwawajibisha wale watu waliowakasimisha madaraka. Hakuna watu watakaokaa ndani muda wote huku wakiona kodi zao zikiwa squandered kila siku. Unaweza kuwatishia kwa muda fulani tu, lakini when you cross the threshold, they will react and they will resist you. Utawapiga, utawaua, na mbele yako watasimama tena na kupambana na wewe. Ni hatari sana kuishi kwa kujidanganya kiasi hiki. Arrogance ina tabia ya kuziba macho. Arrogance ina tabia ya kufanya uone kama dunia ni ya kwako peke yako. But trust me, umma una threshold ya uvumilivu. You see, hawatabeba bunduki na mapanga kuja kupambana na wewe, lakini wataanza kuchoma nyumba za mapolisi huko mtaani. Huo ndio uhalisia. Wataweza kupambana na jeshi kwa umoja, lakini wataanza kuchoma nyumba za serikali. Huo ndio uhalisia. Hawatakuwa na uwezo wa kupambana na jeshi kwa umoja wao, lakini wataanza kuchoma magari ya majeshi. Huo ndio uhalisia. Hawatakuwa na uwezo wa kupambana na mapolisi kwa umoja wao, lakini wataanza kuua mmoja mmoja huko mtaani. Huo ndio uhalisia. People have the limit kwenye swala la uvumilivu. Hawatakaa na kunyamaza tu. Wataanza kukamata mmoja mmoja huko mtaani na kudili nao. Umma wa Tanzania una watu wengi kuliko jeshi. Jeshi mpaka mwaka jana, si mwaka juzi, jeshi ilikuwa na watu 50,000 tu. Jeshi la polisi, watu 50,000 tu. Umma wa Tanzania ni watu milioni 60 plus. Kisha cross your threshold, my friend, you're done. Huwezi kuzuia umma wa milioni 60 kwa polisi 50,000. Ole utapaka nchi nzima. You won't be able to do that. You won't. You won't. Kwa hiyo tuache kujidanganya. Amani ni tunda la haki. Hakuna haki, hakuna amani. Hakuna haki, hakuna uvumilivu. Hakuna haki, hapawezi kuwa na mshikamano wa kitaifa. That thing won't happen. It won't. Fungueni macho mjifunze. It won't. It won't work. Watanzania wanataka haki. Na hii haki